Bwana Yesu asifiwe wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipende kuwakaribisha katika mwendelezo wa masomo na mafundisho yetu, na tumekuwa tukidiri na kujibu baadhi ya maswali ambayo yamekuwa yakijenga na tofauti katika jamii. Kuna baadhi ya maswali yamekuwa ni ya kipuuzi, lakini yanatakiwa yajibiwe kwa sababu yakiendelea kuwepo yanazengea yanaweza yakajenga mtazamo tofauti sana katika jamii. Ni pale tu mtu anaweza akaamka akaanza kuuliza kwamba kama shetani, kama Mungu alimshinda shetani, kwa nini shetani bado yupo? Inaonekana kama vile Mungu ameshindwa kumdhibiti. Wengine wanasema kama Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi, kwa nini dhambi bado ipo? Kwa nini watu wanaendelea kutenda dhambi? Na maswali mengine kama hayo. Maswali hayo ni ya kipuuzi, lakini yanatakiwa yajibiwe ili yasiendelee kuleta madhara katika jamii. Kuna watu ni wavivu wa kusoma maandiko, kwa hiyo anaposikia hoja kama hizo anaweza zikamteka na akazama katika dimbwi la ujinga, akaacha kufahamu iliyo kweli. Swali ambalo liko mezani ni je, ni kweli Mungu ameshindwa kumdhibiti shetani? Je, ni kweli Mungu ameshindwa kumdhibiti shetani? Na maswali mengine unaweza ukaniuliza kupitia mitandao yangu ya kijamii. Nifuatilie kupitia mitandao ya kijamii. Facebook na Instagram natumia jina la Mwalimu Paul Mtunda, ambapo nitajibu maswali yako yote kupitia maandiko. Maswali ya kibibilia yanajibiwa kwa kupitia Biblia, hayajibiwi kwa kupitia akili au mawazo ya mtu binafsi. Kwa hiyo unapomuuliza mtu swali la kibibilia lazima alijibu kwa kutumia Biblia, na atakapokujibu kwa akili zake binafsi tayari anakuwa amekuingiza chaka, kwa sababu Mungu anajifunua katika neno lake. Mungu anajifunua na anafahamika zaidi kupitia neno lake, sio mawazo au maoni ya mtu binafsi. Je, ni kweli Mungu alishindwa kumdhibiti shetani? Wengi wanavyokuwa wanasambaza uvumi na mambo ya ajabu. Ufafanuzi umeandaliwa na mtumishi wa Mungu Pastor Robert Mwaisaka kutoka huduma ya Grace and Truth International Church iliyo Mbweni Msati jijini Dar es Salaam. Huduma ya Grace and Truth International Church iko Mbweni Msati jijini Dar es Salaam, na unaweza ukawasiliana na Pastor Robert Mwaisaka kwa simu namba 0657922658 0657922658. Huduma ya Grace and Truth International Church inapatikana Mbweni Msati jijini Dar es Salaam. Ninayekusomea au ninayekuletea ufafanuzi wa swali hilo ni wako Mwalimu Paul Mtunda. Unaweza ukanifuatilia pia kupitia Facebook, Instagram na YouTube kwa jina la Mwalimu Paul Mtunda kwa ajili ya maswali mengine ulionao. Lakini pia unaweza ukawasiliana nami kupitia simu namba 0744008493 0744008493 kupitia WhatsApp message au simu ya kawaida. Je, ni kweli Mungu ameshindwa kumdhibiti shetani? Tuanzie hapa. Kukosa ufahamu sahihi wa kazi ya msalaba kunafanya watu wasiwe na mtazamo sahihi juu ya Kristo na kazi aliyoifanya au aliyokuja kuikamilisha. Moja, Mungu alimuumba shetani kama malaika. Malaika ni watumishi wa wanadamu. Jambo hilo linaelezwa wazi kupitia kitabu cha Waebrania sura ya 1 mstari wa 13 hadi wa 14. Je, yuko malaika aliyemwambia wakati wowote uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumia wale watakaourithi wokovu? Je, hao wote sio roho watumikao wakitumwa kuwahudumia wale wataourithi wokovu? Samani kwa mwingiliano wa notification. Nitarudia Waebrania sura ya 1 mstari wa 13 hadi 14. Tumeona kwamba Mungu alimuumba malaika. Mungu alimuumba shetani kama malaika, na malaika ni watumishi wa wanadamu.
Yaani Mungu anajitosheleza. Usije ukasema malaika ni watumishi wa Mungu. Kazi ya malaika ni kuwatumikia wanadamu. Ndio waliumbwa kwa ajili ya kazi hiyo. Mungu anajitosheleza. Kazi ya malaika ni kuwatumikia wanadamu. Kwa hiyo malaika waliumbwa kama watumishi wa wanadamu. Waebrania sura ya 1 mstari wa 13 hadi wa 14. Je, yuko malaika aliyemwambia wakati wote uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, hao si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakaorithi wokovu? Lakini pia tunagundua kwamba shetani aliumbwa katika bustani ya Eden. Kama unajiuliza shetani aliumbwa kama malaika, ndio. Aliumbwa wapi? Aliumbwa katika bustani ya Eden. Maelezo yanapatikana pia katika kitabu cha Ezekieli sura 28 mstari wa 13. Nimekuambia maswali yote ya Biblia yanajibiwa kupitia Biblia, sio mdomoni au sio kutoka katika ufahamu wa mtu binafsi. Maelezo ya shetani kuumbwa katika bustani ya Eden yanapatikana katika kitabu cha Ezekieli sura 28 mstari wa 13. Ulikuwa ndani ya Eden, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na barahamani na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Kwa hiyo shetani aliumbwa kwa ajili ya Adamu. Kwa bahati mbaya akamgeuka bwana wake na kufanya uasi. Shetani aliumbwa kwa ajili au kwa makusudi ya kumtumikia mwanadamu ambaye ni Adam. Bahati mbaya akageuka na kufanya uasi. Mungu huadili na malaika, Mungu anadili na wanadamu, tena mwanadamu yuko responsible kwa ajili ya malaika. Ndio maana huwezi ukaona Mungu kamfanya chochote shetani. Ile inayoonekana ni adhabu kwa shetani na Adam sio adhabu toka kwa Mungu, ni matokeo ya kukosekana uwepo wa Mungu. Kwa hiyo kinachoonekana kati ya adhabu kati ya shetani na Adamu ni matokeo ya kukosekana uwepo wa Mungu, sio adhabu kutoka kwa Mungu. Mungu ni uzima. Kwa hiyo uzima ukiondoka automatiki mauti inatawala, ndio maana yake. Mungu ni uzima. Kwa hiyo uzima ukiondoka mauti inatawala automatiki. Sasa lile tunda ambalo Biblia inasema Adamu alikula sio tunda literal. Yaani sio tunda la kawaida. Yaani sio tunda, ni tunda tuseme kama vile maembe au ndizi au machungwa au nini. Ilikuwa ni lugha ya picha ikimaanisha wazo au elimu fulani. Mwandishi wa kitabu cha Mwanzo aliandika katika tuseme lugha za picha kufundishia. Yani alitumia lugha za picha, alitumia vitu kufundishia ambazo tunaita ni lugha za picha. Masuala ya miti, nyoka, si tunda na vinginevyo. Kwa hiyo tunda katika ile bustani haikuwa tunda kama embe au tikiti, ilikuwa ni wazo au elimu fulani. Mwanadamu aliamini katika wazo la shetani, akabadilisha belief system yake kutoka kumwamini Mungu kwenda kuamini udanganyifu au kumwamini shetani. Tunda ni elimu ya hila inayohusu mabaya na mema, na hii elimu ndio ilileta mauti kwa mwanadamu na wala sio Mungu. Mauti ni kutengana na Mungu. Mwanadamu alitengana na Mungu kutokana na kuasi kwake. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti katika kitabu cha Warumi sura 6 mstari wa 23. Warumi sura 6 mstari wa 23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo mwanadamu alipata alichostahili, maana alipewa maagizo kuwa asifanye hivi na hivi, lakini yeye akaenda kinyume. Ni maagizo gani ambayo mwanadamu alipewa? Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 wa 17. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 wa 17 yanaonekana maagizo ambayo mwanadamu alipewa ayafuate. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa hiyo ukichunguza kiundani, mti aliyokatazwa ni mmoja.
Anasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ambao ndio mti mmoja, usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa hiyo hakukatazwa mti wa uzima, alikatazwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na tumesema tunda limetumika kama elimu au wazo. Kwa hiyo anasema hakika ukila utakufa, na kweli alikufa. Sasa Mungu sio dikteta, Mungu ni wa haki. Lazima matokeo ya kuasi yampate mwanadamu. Lakini pia mwenye shida hakuwa shetani bali mwanadamu, kwani yeye ndiyo aliyepewa maagizo. Mungu hakumpa maagizo shetani, bali maagizo yote alipatiwa mwanadamu. Kwa hiyo mwenye shida tena sio shetani, bali alikuwa ni mwanadamu ambaye alipewa maagizo na Mungu. Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Tusome kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Dhambi imeletwa na mtu, sio shetani. Chanzo cha dhambi ni kutoka katika moyo wa mwanadamu na wala sio shetani. Lakini pia tukiangalia sasa kwa undani kuhusiana na kula tunda, tumesema tunda sio, yani tunda lilotumika na mwandishi wa kitabu cha Mwanzo ambaye ni Musa, sio tunda la asili kama pera, chungwa au tikiti. Ilikuwa ni lugha ya picha ya kufundishia, yani ni lugha ya picha ambayo mwandishi alitumia tunda kufundishia kama elimu au wazo fulani, ambayo inafafanuliwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 11 mstari wa 17 hadi 20. Kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 15 mstari wa 11 na mstari wa 17 hadi 20. Tunda hilo linafafanuliwa, yani sio pera wala embe. Mstari wa 11. Sikilizeni, mfahamu, sicho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Huyo ni Yesu anaelezea hayo. Mstari wa 17 anasema, hamjafahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani hupita tumboni kikatupwa chooni, bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu najisi. Kwa maana moyo hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivu, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi, lakini kula kabla hajanawa mikono hakumtii mtu unajisi. Kwa hiyo dhambi sio matokeo ya kula tunda la kawaida kama pera au embe kupitia kinywani. Tunda ni lugha ya picha iliyotumiwa na Musa kuwasilisha ujumbe wake. Kama ingelikuwa Adamu alikula tunda la kawaida kama tikiti, asingenasijika, maana angeenda kulitoa chooni, lakini alitoa wazo baya kutoka moyoni mwake. Kwa hiyo dhambi ilitoka moyoni mwa Adam, ndio maana Yesu alikuja kukomboa mioyo ya watu. Hili wazo ni kutokana, hiyo ndiyo dhambi. Biblia inasema dhambi ni uasi. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4, Biblia inaeleza kwamba dhambi ni uasi. Kila atendaye dhambi afanye uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Sasa tuangalie uasi ni nini. Dhambi ni uasi. Je, uasi ni nini? Kitabu cha Waebrania kinafafanua vizuri jambo hili. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 3 mstari wa 18 hadi 19, kuna kitu nakipata hapo. Waebrania sura ya 3 mstari wa 18 hadi 19. Tena ni akina nani aliwaapia ya kwamba hawataingia katika raha yake, ila wale walioasi? Bali tunaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Anasema hawakuingia kwa kutokuamini kwao. Kwa hiyo kutokuamini ni uasi ambao ndio dhambi. Nafikiri umeelewa kwamba tulisema dhambi ni uasi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4 tukasoma pameandikwa kila atendaye dhambi afanye uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Tukasema uasi ni nini? Waebrania akafafanua katika kitabu cha Waebrania sura 3:18 hadi 19. Tena ni akina nani aliwaapia kwamba hawataingia katika raha yake, ila wale walioasi? Basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao.
Kwa anasema hakuingia kwa kutokuamini kwao. Kwa hiyo kutokuamini ni nini? Kutokuamini ni uasi ambao ndio dhambi. Kwa hiyo dhambi ya Adam ilikuwa ni kutokuamini mti wa uzima, yani Kristo. Na ndio maana pale mwanzo nilikwambia katika maagizo alikatazwa mti mmoja tu. Miti mingine aliruhusiwa ukiwemo na mti wa uzima. Kwa hiyo Adamu dhambi yake ilikuwa ni kutokuamini mti wa uzima, akaamini mti wa ujuzi wa mema na mabaya ambaye ni Shetani. Nafikiri hapo tunaenda sawa. Hii ndio sababu hukumu ya adhabu ipo juu yao wasioamini tu. Marko 16:16, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Lakini pia angalia Yohana sura ya 3 mstari wa 18, amwaminie yeye hukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo dhambi ni kutokuamini, ndio hiyo dhambi ya Adam. Kwa hiyo Adam kula tunda ni kwamba aliacha kuamini mti wa uzima, akafuata mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kama mwandishi alivyotumia miti kama lugha ya picha kuwasilisha ujumbe wake. Ndio hapo kwenye Marko 16:16 anasema aamini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Lakini Yohana sura ya 3 mstari wa 18, amwamini yeye hukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Asiamini amekwisha kuhukumiwa. Yeyote asiamini msamaha wa dhambi ulio katika Yesu Kristo amekwisha kuhukumiwa. Kitendo hicho kinafanyika kwa hiari. Mungu hakuforce uamini au usiamini. Kitendo hicho kila mtu anakifanya kwa hiari yake binafsi. Ndio maana imekupasa kuamini kazi ya msalaba ili kuondokana na hukumu. Kama vile dhambi haikuwa automatic, ilihitaji deliberate decision ya Adam kuasi, ndivyo wokovu nao sio automatic, unahitaji pia maamuzi kutoka kwako kuamini kazi ya msalaba au kuamini msamaha wa dhambi. Otherwise utaendelea kusema mbona Yesu amekufa na sisi bado tunaendelea kutenda dhambi. Utaacha kutenda dhambi isipokuwa umeupokea msamaha wa dhambi uliotokana na mauti ya Yesu Kristo. Zaidi ya hapo hakuna kitu utafanya. Namba 2, Yesu hakuja kuwafanya watu wasitende dhambi. Yesu hakuja kuwakataza watu wasitende dhambi. Hapo napo natakiwa kuelewa. Kwa concept hiyo kwamba wokovu sio kuacha dhambi, kwa sababu Yesu hakuja kuwafanya watu wasitende dhambi. Mpaka Yesu anakuja tena watu wataendelea kuiba, kuuza, mpaka Yesu anarudi mara ya pili watu wataendelea kuiba, kuua, kuzini, uasherati, kusema uongo na kadhalika. Kwani mioyo yao ipo mikononi mwa Shetani. Inatoka huko kwa kumwamini Kristo pekee. Kama Yesu hakuja kuwafanya watu wasitende dhambi, kwa hiyo alikuja kufanya nini? Hilo ndo swali unaweza ukauliza, kwamba Yesu hakuja kuwakataza watu kutenda dhambi. Sasa alikuja kufanya nini? Yesu alikuja kuwakomboa wanadamu kutoka kwenye adhabu ya dhambi ambayo ni mauti. Kwa hiyo alichokuja kufanya Yesu ni kuwakomboa watu kutoka kwenye adhabu ya dhambi ambayo ni mauti, ile ambayo Adamu alipatikana nayo. Yohana sura ya 1 mstari wa 29. Yohana sura ya 1 mstari wa 29. Yohana anasema siku ya pili yake ameona Yesu anakuja kwake, akasema tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yesu alikuja kuichukua dhambi ya watu wote ili dhambi ihukumiwe katika yeye. Badala ya watu kuhukumiwa sababu ya dhambi, yeye alikubali kuhukumiwa adhabu ya dhambi kwa niaba ya watu wote. Yaani badala ya wewe uhukumiwe kwa ajili ya dhambi zako, mimi nihukumiwe kwa ajili ya dhambi zangu, huyo ahukumiwe kwa ajili ya dhambi zake na mwingine, Yesu alikuja kuhukumiwa, kuchukua adhabu ya dhambi zote kwa niaba yetu. Sasa adhabu ya dhambi ni nini? Adhabu ya dhambi ni mauti. Ndio maana Yesu pia ilimlazimu afe. Adhabu ya dhambi ni mauti, yani adhabu ni mshahara. Kwa hiyo malipo ya dhambi ni mauti, ndio maana Yesu ilibidi alipie kwa kufa. Warumi sura ya 6:23 tumesoma tukaona kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo Yesu bila kufa asingekuwa ameiondoa adhabu ya dhambi.
Yaani Yesu pasipokufa asingekuwa ameondoa adhabu ya dhambi. Mwanadamu ilitakiwa afe, hiyo ndio adhabu ya haki kwake, na hakuweza kujitoa. Yesu alikuja kufa kwa niaba ya wanadamu wote. Paulo anaeleza vizuri sana kwenye waraka wake wa pili kwa Wakorinto sura ya 5:21. Waraka wake wa pili kwa Wakorinto sura ya 5:21, Paulo anaeleza akisema, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yaani ni mabadilishano. Ni mabadilishano. Yeye hana dhambi, sisi tuna dhambi. Yeye akafanyika dhambi ili sisi tuonekane hatuna dhambi kupitia yeye. Kwa Yesu alifanyika dhambi kwa ajili ya wanadamu, na hukumu ya dhambi ikawa juu yake. Hukumu ya dhambi ni ipi? Hukumu ya dhambi tumesema ni mauti, ambao ni kutengwa na Mungu. Marko sura ya 15:34. Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi, Eloi, lama sabakithani. Maana yake, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa hiyo hukumu ya dhambi ni mauti. Mauti ambao ni kutengwa na Mungu. Pale msalabani Yesu alitengana na Mungu. Zile siku 3 alizoenda kuzimu, alienda kwa ajili ya wanadamu. Alitengana na Mungu ili mwanadamu asitengane na Mungu. Yaani alilipia fidia ya dhambi ili mwanadamu asilipie. Kwa hiyo alitengana na Mungu kwa niaba ya wanadamu. Nafikiri toka tumeanza tunaenda pamoja. Kwa hiyo hapo Yohana pia anaeleza kwenye waraka wake wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 2, Yohana anasema, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Ambaye ni nani? Ni Yesu. Kwa hiyo Yesu ameupatanisha ulimwengu na Mungu kwa kukubali dhambi ihukumiwe katika yeye. Leo hii yeyote anayeamini kile Kristo alifanya anahesabiwa haki na Mungu bila ya matendo. Yaani ukiamini kile ambacho Yesu amefanya, inakuwa kama vile ni wewe ulifanya. Kwa hiyo unahesabiwa haki mbele za Mungu bila kufanya tendo lolote. Ndio maana Paulo anawaelezea Warumi sura ya 8 mstari wa 1, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa hiyo utaona kwamba hakuna hukumu ya adhabu kwa yeyote aliyemwamini Kristo. Kwa kuwa mwanadamu aliasi kwa maamuzi, imempasa kukubali sadaka ya dhambi aliyoitoa Yesu kwa maamuzi vile vile. Kwa hiyo sadaka ya dhambi kuikubali ni maamuzi binafsi. Uamuzi wa kuamini kile Kristo alifanya ndio tunaita kuokoka. Kwa hiyo kuokoka ni maamuzi ya mtu binafsi na wala sio lazima. Kwa hiyo utakapokubali kile ambacho Yesu alifanya kwa niaba yako, unakuwa umeokolewa, unakuwa umetengwa au hauko katika adhabu ya dhambi. Warumi sura ya 10 mstari wa 9 hadi wa 10. Warumi sura ya 10 mstari wa 9 hadi wa 10, mahali hapo Paulo anasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo mission ya Yesu sio failed. Sio mission iliyofeli, imefanikiwa sana. Kitendo cha Yesu kufuka toka kaburini ni ushindi mkubwa dhidi ya dhambi na shetani kwa yeyote anayemwamini. Kwa hiyo huwezi ukasema mission ilifeli, ni mission iliyofanikiwa. Yesu alikuja kuwafanya watu wasitende dhambi. Yesu hakuja kuwafanya watu wasitende dhambi. Alikuja kulipa gharama ya dhambi ambayo ni mauti. Kupitia mauti yake watu wote wamesamehewa dhambi, na yeyote anayeamini hili anapata ushindi dhidi ya dhambi na mauti. Kwa hiyo huwezi kuita hii mission imefeli. Yesu alifanikiwa sana katika hili. Ndio maana kila anayopokea ujumbe wa msalaba anatoka kwenye mikono ya shetani. Kila anayeamini kile ambacho Yesu alifanya anatoka kwenye adhabu ya dhambi. Kwa hiyo mission aliyofanya Yesu ilikamilika. Ilimlazimu afe kwa ajili au kwa niaba ya watu wengine, kwa niaba ya watu wote. Ni makosa sana kuhusisha kazi ya ukombozi iliyofanywa na Yesu msalabani na ukoloni. Ukristo haukuletwa na ukoloni. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa ulielewe. Namba 3.
Swala la tatu, kwa nini mimea nayo inakufa? Kwa sababu inasemekana mshahara wa dhambi ni mauti. Adamu alitenda dhambi akafa kiroho. Sasa kwa nini mimea nayo inakufa? Kila mtu alikuwa chini ya utawala wa mwanadamu ambaye alitakiwa awe na uzima milele. Baada ya mauti kuingia kwa mtawala, automatic imeingia kwa vitu alivyopewa kuvimiliki. Mauti kwenye mimea ni matokeo ya mauti kwa wanadamu. Ndio maana Biblia inasema ulimwengu huu utaondoka na kubadiliwa na ulimwengu mpya usio na uharibifu. Kwa kifupi, ulimwengu utafanywa upya. Katika huu upya hakuna au hakutakuwa na uharibifu. Huku kufanywa upya kwa ulimwengu ni matokeo ya mwanadamu kupokea mwili mpya usioharibika, mwili usio na mauti. Mauti ya viumbe vyote vya ulimwengu ni matokeo ya mauti katika mwanadamu. Miili ikikombolewa na viumbe vyote vitakombolewa. Katika huu ulimwengu mpya hakutakuwa na mauti, kwani uzima wa Kristo utadhihirika kupitia wanadamu na mimea itakuwa haifi. Tusome kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 19 hadi 21. Warumi sura ya 8 mstari wa 19 hadi 21. Kwa maana viumbe vyote pia vitatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia viliitishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyeviitisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Nafikiri hiyo iko clear. Warumi sura 8:19-21. Kwa maana viumbe vyote pia vitatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia viliitishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyeviitisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyote navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Naamini umebarikiwa na majibu hayo. Kwa hiyo kama ulikuwa unahisi kwamba Mungu ameshindwa kumdhibiti shetani, huo ni uongo. Shetani alishadhibitiwa. Shetani anadhibitiwa kwa kumwamini Kristo pekee. Yeyote anayemwamini Kristo kwa kile alichokifanya anaondoka katika adhabu ya dhambi. Anakuwa huru, hahukumiwi, hasimami katika hukumu ya dhambi. Kwa hiyo kwa maombezi na ushauri unaweza kumpigia mchungaji aliyeandaa somo hili au aliyeandaa majibu haya. Mpigie simu Pastor Robert Mwaisaka kutoka kanisa Grace and Truth International Church lililoko Mbweni Msati jijini Dar es Salaam. Simu namba 0657922658 0657922658. Lakini pia unaweza ukanifuatilia kwa ajili ya masomo mengineyo na maswali mengineyo kupitia kurasa zangu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na hapa YouTube kwa jina la Mwalimu Paul Mtunda. Kwa ajili ya maswali, maoni, ushauri unaweza ukancheki WhatsApp ukachat na mimi au ukawasiliana nami kupitia simu namba 0744008493. Tukutane katika video au masomo yatakayofuata. Nikutakie siku njema.